mi acha nikwambie Clear, unaona kwa huo boss, mi sirudi. Unaona venye alikuwa ananitreat vibaya, alikuwa ananitreat vibaya, anipatie ruhusa, I expect mi nirudi. Mi siwezi. Sina unjata heri wako. Unajua wangu alikuwa kuja usiku, ako mlevi, bwanake anakuja usiku pia ako mlevi. Watoto imagine katoto kao kadogo, kalikuwa kananiita mam, juu hata akajuangi mamake ni nani. Mi alikuwa ananitreat vibaya na hadi akaniambia ati sasa alikuwa anaacha kama amehesabu. Sausage zote siwezi uma hata na ni mimi nawafanyia kazi kwa hiyo nyumba. Na sasa jana aliniambia ati anitumie fare nirudi. Mimi nikamwambia fare imepanda ni 2500, akanitumia 3500 ndio aurudi. Anakuhonga aende kwa kutese. Anitese. Siwezi hata sasa akajua niko Nairobi. Kwani unalipanga how much? 7k. Guy. Kwani unalipa, imagine mimi nilikuwa nalipa 55. Na ujue kuna siku nilimwambia niongezee ifikie at least 6k. Akaanza kuniambia eti unakula kwangu, unalala kwangu, unaoga na sabuni yangu, unajipaka na nikuongezee pesa. Kwani uko na bahati aje? Nikanyamaza. Kai, huo ni mbaya. Mi acha nikwambie. Unaona kama anataka nirudi kila siku. Kai, mi not unless aniongezee mshahara double, ikuwe 14 ama 15. Na sibanduki ama kuna do hivyo. Ama anza kushika 14. Naweza mimi nikipata place nitapata 6k naenda tu. Mimi unaona, mimi hata naona ni kama nitaolewa. Akinipigia tu simu hivi ananiambia, "Hivi unarudi?" Nimwambie, "Pia mimi natafuta msichana kama wewe. Ukipata wawili, unipe mmoja." Atateseka. Unajua hao watoto wake kwanza venye hawasikiangi, watoto wake ni vichwa ngumu, hawasikiangi. And I'm sure ni kazi yenye nilikuwa nafanya hakuna mtu mwingine anaweza fanya. Imagine watoto wake nilikuwa natuhurumia, na uzuri tulikuwa tunanipenda. Watoto walikuwa wanafanya nikaa kwa ndio watoto wake. Pia imagine hadi wananiita mama, juu mama yao wamuonangi ngo. Hiyo kimama kyangu kilikuwa imagine mbele ya watoto ni kama mtu. Mimi hadi nashangaa. Alafu unajua mimi hadi nilikuwa nashangaa sasa akipata bwana atakuwa na behave hivyo. Kwani ana bwana na watoto wa 6? Imagine. Na nguo imagine anatoa hadi handkerchief ananiwekea hapa kwa at least wangu alikuwa na bwana. But acha nikwambie au uongelesha nangi. Bwana anakuja saa 7, bibi anakuja saa 6. Hakuna mwenye asubuhi awasalimiani. Hata bwana yake tusirudi huku kwa sister yako hatubaduki. Tunakaa huyo bwanake alikuwa ameniambia ati anaweza niweka. Acha akuweke. Naona mamaki ni chapa. Leo utaki kuamoka, unajua uko na biashara yako. Utakuwa una drive, si yako na pesa. Utakuwa una drive, hautakuwa unasumbuliwa na ndio nikunywange pombe kama huyo. Hautakunywa pombe wewe na wewe, kwani unaenda kukunywa? Kwani anaenda kuwekea hivi kwa mdomo na ikuku? Hautaenda. Clear, hata nikwambie. Mimi nimekuwa nikiomba Mungu anipatie bwana yangu. Ndio huyo sasa. Huyo si bwana yangu. Alafu ni mzee. Kwani uzee iko na? Bora ni pesa. Clear, tumia akili. Usienda kutumia roho. Karanja wangu alikuwa ananitumia 200 ya credit. Sasa unajua hapa nikio kibaba. Imagine sasa huyo wa credit atakuwa anakutumia 1500 na madhao 2 credit peke yake. Na anakufanyia everything. Huyo mama akaninyimanga password ya Wi-Fi. Wi-Fi. Alafu huyo mbonake akanipea. Mbonake akakuwekea password? Si unaona? So nikaona na TikToker, nikitoka hapo hivyo, afu mama akinipata akachukua simu yangu. Wewe usilalishe masikio. Wewe ukilalisha unipatie namba. Wewe basi nipe namba Clear, nipe namba. Iko wapi simu? Nipe namba. Alafu nimwambie wewe ni nani? Mimi nitamwambia tu like I just found your contact on Facebook. Kwani atajua? Hatajua. Unajua hiyo unjanja wako ndio inakufanyanga Mungu asikubariki. Mungu anatafanyanga utumie opportunity Clear. But anyway, haturudi huko. Clock it. Clock tu kuingine. Clock it.